Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamuita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa. Kwa nini? Watu hawajafika. Hebu nione wangapi wamefika hapo kwenye mafungu. Nataka nisikie watu mkiongea. Haleluya. Bwana asifiwe. Narudia tena fungu la 9. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamuita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa. Kwa nini? Kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyo. Mungu, tunakushukuru kwa kuwa saa imefika tuweze kusikia neno lako. Tunaomba utuhusishe na kutuhuisha sisi wote tulioko hapa, wale ambao wanasikia kupitia YouTube. Ukatubariki wote na kutusaidia kutoa maisha yetu kwako, kwa tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasimulia kisa cha huyu kijana anaitwa Yabesi. Na neno Yabesi limejifasiri moja kwa moja kwamba mama yake alimuita jina hilo akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Si ndio? Ndio, tuko sawa sawa. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba maana ya jina Yabesi imebeba huzuni. Na unajua katika kacha ya Waebrania walikuwa hawamwiti mtoto tu jina, wanamuita mtoto jina kulingana na maana zake. Huyu mama naye alikuwa ni waajabu sana. Kisa kwa sababu tu amemzaa mtoto wake kwa uchungu, akasikiliza yale maumivu ambayo alikuwa anayapitia, akasema, wewe kwa sababu nimekuzaa katika shida, kwa namna ambayo nilikuwa na maumivu makali, jina lako utaitwa Yabesi, maana yake utaitwa huzuni. Kuna wakina mama wa ajabu ajabu. Huyu mama naye anashangaza. Na leo kuna watu wanawapa watoto wao majina Mashaka. Halo, hapo kuna mtu anaitwa Mashaka? Hakuna. Tafadhali. Shida hayumo, matatizo hayumo. Ni mambo ya ajabu. Yaani kuna wakati unajua jina linabeba maana. Unamuita mtoto wako matatizo, alafu unatarajia changamoto zisije. Unamuita mtoto Mashaka, alafu unadhani ya kwamba anaweza katoboka. Unamuita mtoto wako cha usiku. Nani? Cha usiku. Sasa unataka iweje? Mama naye huyu akabadilisha jina, badala ya kumpatia angalau jina zuri akamuita Yabesi, maana yake akamuita huzuni, na lile jina likabeba maisha yote ya yule kijana. Lakini nampenda Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunaye Mungu ambaye anaweza kubadilisha mazingira na nyakati tunazozipitia. Tunaye Mungu anayeweza kubadilisha mazingira na nyakati tunazopitia. Kijana huyu ambaye hakuwa Mwisraeli wala hakuwa Mwebrania, ndio maana Biblia inasema akamlingana Mungu wa Israeli. Kwa maana nyingine alisikia habari za masimulizi, watu wakisimulia ya kwamba jamani, kuna Mungu ambaye anaweza akabadilisha jina lako, anaweza akabadilisha huzuni yako ikawa furaha. Haleluya. Na alisikia tu kwa watu ambao walikuwa wanapita. Na kijana yule ukisoma vizuri background yake inaeleza kabisa ya kwamba kijana huyu ilifika sehemu hata hawezi kwenda kucheza katikati ya rafiki zake.
maana akienda kucheza wanamsema, wewe ni Yabesi, umejaa huzuni, hupaswi hata kuchangamana na sisi. Kwa hiyo kila anapokwenda amebeba huzuni. Kwa marafiki amebeba huzuni, nyumbani ni huzuni, maisha yake ni huzuni. Sasa akasikia mtu mmoja mwaminifu anasimulia habari za Yehova anayeweza kubadilisha maisha ya watu. Haleluya. Akatumia fursa. Akatumia nini? Ngoja na wewe nikwambia. Unaweza kutumia fursa, Mungu atabadilisha. Unaweza kutumia fursa, Mungu akabadilisha mambo yako. Unaweza kutumia fursa, Mungu akayafuta machozi unayoyalia. Unaweza kutumia fursa, Bwana akaondoa huzuni iliyoko maishani mwako. Kijana huyo akasikia habari hizo, na alipozisikia akauliza, hivi na mimi ambaye si Mwisraeli, Mungu huyu anaweza kunisikia? Wakasema, ndiyo, anaweza kukusikia, maana Mungu wetu hana upendeleo. Haleluya. Aliposikia hayo, moja kwa moja huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema. Unajua maana ya kulingana? Kulingana ni kuomba. Haleluya. Jamani, haleluya. Kulingana ni kuomba. Huyo Yabesi akamuomba Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Haleluya. Muulize rafiki yako. Amesema? Wengine wamesema hawajawahi. Umewahi kufikiria kwamba Bwana atakubarikia kweli kweli? Na Biblia inasema Yabesi alijibiwa yote aliyoomba. Haleluya. Sikiliza. Biblia inasema ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu. Hozi ni mipaka ya umiliki. Sasa Mungu, unaponibariki, tafadhali rinda baraka zangu. Haleluya. Kuna watu tuko hapa, ni kweli Mungu ametubariki, ila baraka za Bwana hatuzienjoy. Mgeukie rafiki yako muulize, uko miongoni mwao? Mwa watu wanaobarikiwa kabisa, Mungu amekubariki, ila baraka alizokupa hauzifurahi. Unapopata ka fedha unashangaa magonjwa yanaibuka, unapopata sijui ka nini changamoto zinaibuka, unapopata sijui nini shida zinaongezeka. Hata ulipoolewa unadhani ya kwamba ndoa yangu italeta amani, ndio vilio vinaendelea. Nayo habari njema, yuko Mungu anayeweza kubadilisha mazingira ulionayo. Na Yabesi alipoomba, hakuomba tu baraka, aliomba pia ulinzi wa zile baraka. Na ombi lingine linalonishangaza la kijana huyu, alipoomba akiamini kwamba Mungu atambariki, akaeleza ombi lingine, akaunganisha akisema, baada ya kuwa umenibariki na kunizidishia hozi yangu ya umiliki, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu. Haleluya. Ili uovu huo usio huzuni yangu. Kuna watu Mungu ametubariki, lakini baraka zile tunazitumia katika mambo ya kwetu. Mungu amekubariki kabisa. Unajua kuna watu hawaoni haya kutumia fedha ya Bwana kununua dhambi. Kaza macho niangalie hapa. Mungu amekubariki, ila kwa sababu mkono wa kwake haujakulinda na uovu, uko tayari kabisa kuchukua pesa, yani uko tayari kutumia baraka ambayo Bwana amekupatia kwenda kulipia dhambi. Kulipia nini? Hapana. No. Baraka za Bwana Mungu ametubariki ili zitumike kutupatia furaha, na baada ya hapo tujenge ufalme wa kwake.
Ndivyo iko hivyo tu, ni hivyo tu. Haleluya. Sasa shida ni kwamba ulipobarikiwa uliziona baraka zaidi, haukumwona yeye aliyekubariki. Kama ungemuona yule anayebariki, ungeomba kama Yabesi, baada ya kumenibariki Bwana, tembea pamoja nami. Haleluya. Na wewe nikwambie, Mungu akitembea pamoja nawe, popote unapokwenda utafanikiwa. Maadui wakae waanze kutengeneza vikao, kwa kuwa tu mkono wa Bwana uko pamoja nawe. Popote utakapokanyaga pataleta mafanikio. Ndio maana Yabesi anasema, pamoja na kunibariki nizidishie hozi yangu, linda mipaka yangu ya umiliki, na mkono wako uende pamoja nami, na ukienda pamoja nami unilinde na uovu, ili uovu huo usiniletee huzuni. Unajua kuna watu ambao Mungu alitubariki sana, ila tukashushwa katika baraka kwa sababu ya maovu tuliyoyafanya. Lakini Bwana bado anaweza kutubadilisha. Bwana anaweza kutubadilisha. Mungu anaweza kutubadilisha. Kuna watu kabisa ambao tunapitia uchungu na huzuni zisizo za kawaida. Ninao habari njema asubuhi ya leo. Mnamjua Yesu? Shida yenu Yesu mlionaye ni yule wa kusoma kwenye makaratasi, wa masimulizi, si ndio? Sijui kama mlishawahi kumuonja Yesu. Yani si wa Sabato tu, ni sehemu nyingi. Yesu tulionaye ni huyu ambaye tunamsoma kwenye makaratasi haya hapa na masimulizi, na Yesu akaenda mahala fulani akafanya hivi na hivi. Mbona hajawahi kuwa wa kwako? Haleluya. Yani tuna Wakristo ambao tunadhani ya kwamba tangu wamezaliwa wakiwa ndani ya kanisa hawakui. Wanasimulia tu, mimi nimeanzisha kanisa, mimi nimefanya hivi, sisi ndo tulijenga hivi, sisi ndo tulienda kuhubiri, tukaanzisha kanisa wapi. Lakini mbona haukui? Halo? Mgeuke rafiki yako muulize, uko miongoni mwa Wakristo ambao ni wakongwe ila wapige hatua? Yaani haiwezekani Mkristo ambaye unasoma roho ya unabii, unabeba Biblia, unasoma magombo ya kutosha, umekuwa ndani ya kanisa kwa muda mrefu, halafu eti tunakuta asubuhi ukiamka wamekunyoanyoa. Halo? Wamefanyaje? Hiyo ni taarifa ya kwamba wewe ni Mkristo hewa. Wanakwambia wewe kabisa ni Mkristo ambaye ni hewa. Maana Biblia inasema katika Israeli hamna nini? Sasa kwa nini wachawi wanaingia kwako? Hiyo yote ni taarifa ya kwamba wewe bwana, wewe ni msanii. Ni huo unaofanya ni usanii wa nje, ila Mungu hayuko ndani yako. Ila ninayo habari njema leo. Yupo Mungu anaweza akatubadilisha, akatutengeneza. Tutarajia tuone Mkristo wa kweli unapiga hatua na kukua. Unasimulia matendo makubwa ambayo Mungu ameyafanya maishani mwako. Unasimulia miujiza ambayo Bwana ametenda kwako. Lakini hata kama una huzuni, yupo Yesu anayebadilisha. Nachompendea Yesu ni hiki. Yesu alipokuwa akiomba, wakati mwingine alikuwa anaomba maombi ya kukesha akiwa amebeba mzigo wa ukombozi wa wanadamu. Haleluya. Kinachonishangaza ni hiki. Katika mapito yote ya Yesu kila mmoja aliyekutana naye hakuwahi kumdisappoint, hakuwahi kumvunja moyo, hakuwahi kumkatia tamaa. Yeyote aliyekutana na Yesu katika mahitaji yote, Yesu alimtakia heri. Haleluya. Yeyote aliyekutana na Yesu katika mahitaji yake, salamu ya Yesu ilikuwa ni jipe moyo, maana niko pamoja nao. Ndio ilikuwa salamu yake. Na yeyote aliyekutana na Yesu kama alikuwa na hitaji, Yesu alimbariki. Na hata asubuhi ya leo Yesu yuko hapa. Ikiwa unahitaji kukutana naye, atakubariki. Simama. Sasa sikiliza. Nitaenda haraka nitatoa wito unisikilize. Uenda uko hapa ukijiangalia wewe na Yabesi hamna tofauti. Maisha yako hayana furaha, lakini nje tukikuangalia unafurahia. Maisha yako ni ya huzuni, lakini nje huzuni hatuioni. Kuna mambo mazito umeyabeba moyoni mwako, lakini huwezi kuyaonyesha kwa nje, maana yako ndani yako.
ili unasema nataka niwe kama Yabesi, anibarikie kweli kweli na kunilinda, na ninahitaji Mungu huyu ambaye alibadilisha maisha ya Yabesi, nami pia abadilishe mwonekano na mazingira nilio nayo. Njoo hapa. Usinipite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine, usinipite Bwana, Bwana, unisikie, unapozuru wengine, usinipite. Sikiliza vizuri, sikiliza vizuri. Asubuhi ya leo tunapojiweka mikononi mwa Bwana, usisahau maombi yote ambayo Yabesi aliyaomba. Biblia inasema Bwana alimjibu. Na wewe yale utakayoomba asubuhi ya leo, Bwana atakujibu. Sasa ni wewe utafakari, uangalie, uombe vizuri. Haleluya. Omba vizuri ndani ya moyo wako. Halafu asubuhi ya leo mwambie Mungu, siku nzima ya leo kwa kuwa utanibariki, nilinde uovu usiwe sehemu ya maisha yangu. Kuna wakati kwenye makambi pia yanatokea mambo ya ajabu. Watu wanabarikiwa, wengine wanafanya mambo yao binafsi. Mwambie Mungu, nisaidie nisiwe miongoni mwao. Mkono wako utembee nami ili unilinde na uovu. Uovu huo usiniletee huzuni dhidi ya baraka ambazo umeniandalia. Na Mungu ni mwaminifu, atakujibu. Akikujibu tu, mpe yeye utukufu. Tutaimba beti inayofuata, kiti chako cha rehema na kitazama. Imba hiyo. Kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga pale, nisamehewe. Bwana, Bwana, unisikie, unapozuru wengine, usinipite. Baba mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa baraka za kweli ulizotuandalia. Tumesikia jinsi ambavyo ulikutana na watoto wako wengi waliokuwa wamejaa huzuni katika maisha yao. Hata kijana ambaye hakuwa Mwisraeli, ambaye hakuwahi kufurahia maisha yake katika ujana na udogo wake, alipokutana na wewe ulibadilisha maisha yake. Sisi asubuhi ya leo tukiwa hapa, wengine wakiwa wanafuatilia, tumefungua mioyo, tumeimimina mbele zako. Kila mmoja anayo huzuni yake binafsi. Kuna wengine wanaimba lakini wana huzuni ndani ya mioyo yao. Tunahubiri lakini tuna huzuni zetu binafsi ndani ya mioyo yetu. Lakini Bwana, asubuhi ya leo tunaomba kila mmoja ukakutane naye. Ondoa huzuni katika maisha yake. Mwingine ugonjwa ndio umekuwa ni chanzo cha huzuni kuu inayomsumbua katika maisha yake. Mwingine kwa kweli ndoa imekuwa ni huzuni, si sehemu ya furaha. Mwingine dhambi inamhuzunisha kila siku. Asubuhi hii tukutanishe wote katika mafungu yote hayo ili utuchukue na ukatubadilishe. Baada ya hapo Bwana, tunakusihi ukatubariki. Wapo watoto wako ambao uchumi wao unashuka kila siku. Umewabariki lakini kwa kweli katika mipaka yao ya umiliki
Mwovu Ibilisi na adui anayejua kula baraka za watoto wako anawanyemelea. Asubuhi ya leo, linda mipaka yao katika jina la Yesu. Na wanapofanikiwa, popote watakapokanyaga, ukiwa na wao, wakafanikiwe kwa utukufu wa jina lako. Dhambi isitajwe katika maisha yao. Mkono wako Bwana utembee nao na uwalinde dhidi ya maovu, na katika mikono yako ukawachukue ili mwovu asija kawanasa. Ninakushukuru maana asubuhi ya leo umetusikia na umetujibu. Lakini tunaomba asubuhi hii na siku nzima ya leo ukawe pamoja nasi ili tuishi katika mazingira ya uwepo wako, na kisha utakatifu wetu tutunze mbele zako, na utubariki na kututendea mema. Na siku ya leo kila atakayehudumu, utukufu wako ukaonekane. Asante maana umesikia na umetujibu, kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki.